Yes. Aha. Guys, karibuni tena kwa Chi News Africa. Venye mnaona tu ni ule boy mmoja tu. Mmeshaweka hiyo sura, si ndio? Maseke. So, kuna hii mambo inaendelea hapa, hii mambo ya watu kutukana ovyo ovyo. Mimi ukitaka kutafuta like campaign ama kuongelesha mwananchi, must you use bad language? Like, must you be insultive? Must you insult people? Ukiangalia mwingine yako huku matusi, mwingine yako huku matusi, mwingine yako pale matusi. Yani alafu this same people wenye wanatukanana wanajiita leaders. So kama wanatukanana, mbona hawataki sisi tuwatukane? Juu hao ndio wametufundisha kutukanana. So guys, karibuni tena kwa Chi News Africa, na hapa ndio pale penye tunasema vitu venye ziko. We say it as it is. Hakuna kutoa chumvi ama kuongeza. Hata hiyo sukari hatutoi hata kidogo. In fact, tunaiongeza zaidi. Ama namna gani? So karibuni tena. Nakumbuka kulike, kushare na kudislike hii content kama ikubambi. Alafu tuambie kwa nini haikubambi hapo chini. Sawa. Hapo kwa comment. Na we will appreciate it so much. So welcome. So kuna hii post nilikutana nayo kwa mtandao online. Najua mimi masources zangu mingi ni online, napatanga news hapo. Kama siko kwa uwanja, niko pale kwa mtandao naangalia, I'm just digging. Then nakutana na a post ya matusi. Then nafanya research yangu, nagundua this thing is very true, it's not a fake. Why would a whole leader, baba ya mtu, bwana ya mtu, ama partner wa mtu, asimame mbele ya public television alafu, ama asimame mbele ya national media alafu, the first thing inatoka kwa mdomo yake ni matusi? Yet huyu mtu tena unamsikia ati mkitukana mtu fulani hatuta in good terms nawe. Hii politics ya matusi ilitokea wapi? Where did this politics of matusi and kurabish other people's character come from? So we are going to look at that here. Hapa sahi. Of course, mwenye naongelea hapa ni Mr. Sudi, and the other person naongelea hapa ni Mr. Gachagua. These guys are just full of shit. They're just full of shit. Because this one tunaongelea mambo ya matusi, so pia mimi nitatumia kidogo, lakini sio ile ya kufanya mtu asikie vibaya. Unaona a whole MP mwenye atakuja kwenyu kuitisha tena kura amesimama anatukana another person. Unaona mtu mwenye alikuwa deputy president amesimama anatukana mtu. Can you imagine? And what they use are very obscene. Very obscene. So msebu angalia hii post imewekwa hapa kando. Look at this thing. Do you think this is right? Mbona ukisimama mbele ya watu, mbona usiuze sera utuambie, man, iko hivi, this is what we want to do, this is what the president is doing, this is what is happening, this is what is happening. Now we know matusi because physics, kama mlisoma physics, sijui siku hizi inaitwa aje, kwa CBC, tuambie hapo kwa comment. Physics kuna kuanga na this law of is it a law of something? For every action there is an equal reaction. So inamaanisha ukinitukana nitasikia vibaya nikutukane back, ukinisukuma nitasikia vibaya nikusukume back. So if we stop rubbishing other people, meaning we will also not wata tutukana back, tutakuwa machua na tutafocus na vitu za maana. Na mimi hata blame yangu siwa blame these guys. I'm not blaming Sudi or Gachagua or whoever. The people na blame sana ni wale watu wamekaa wakiwasikia, because you are not telling them the truth. Unajua kutaenda hivi tena kidogo, the best thing we know ni kutukanana. So inabaki instead of kufanya kitu poa ni matusi. How can? Mbona tusiuze tu sera? Tusiuze manifesto.
tuache kuuza matusi. So guys, this one is a wake up call, tuache kutukanana. So where this mambo ya matusi ilitoka, I think ukisikia wakisema mtu ya vitendawili, I think mtu ya vitendawili, you guys mnamjua vizuri, Mr. Raila Odinga the late. Alikuwa anapenda kutumia sana proverbs. Sijui ni proverbs, vitendawili inaitwa aje kwa Kizungu? Is it proverbs, vitendawili? You tell us hapo kwa comment. Inaitwa aje vitendawili kwa Kizungu? So unakumbuka when he was doing his campaign, angeanza kutumia hayawi amekuwa, alafu anasema nilienda sijui wapi nikatumwa na salamu na nikaambiwa niwaambie hivi. So he was always using inaitwa hizo vitendawili. Vitendawili. Sasa iko mtu inaitwa nini? Unaona? So ilikuwa ama anasema vitendawili. Ukiona miti yote inateleza ujue nini inafanyika. So unaona? So ilikuwa like a way of him communicating, and people walikuwa so much in love with venye alikuwa na nini. And I admire that because hakukuwa anatukana mtu. Alikuwa anasema in a very respectful manner na kuni. Then ikakuja time fulani sijui alikuwa amepatiwa ile uji yao na Uhuru alipewa na nani. Jamaa akaanza tu and it was so funny. So I think that is not even the beginning of the matusi, but me, from what I have gathered, ni most of it inakama hapo. Alafu unapata people wakaona watu wanapenda tukitukanana. So what do? We continue na kutukanana juu. The more tunatukanana, the more watu wanatuchia. Forgetting that mnatukanana, sisi tunachia, alafu in the end tunabaki tuna complain. Hamjatufanyia nini? Because we did not have time to listen to the manifesto. Hatukukuwa na hiyo time. The time yenye tulikuwa nayo ni ya kusikiza matusi. So guys, we are headed to 2027 election. I think itakuwa huko is it August ama somewhere? Yeah. Itakuwa huko August. Na if tutafocus sahi na matusi, tutafocus na kuangalia venye huyu ana tarnish character ya mtu mwingine, ina mean that we are missing the point. That means we will end up with the same leaders that we do not want to have. We will end up with the same people. Tuta end up na watu wenye hawatutilii maanani, wanatilia maanani character ya mtu fulani because tulieka kwa mind wakitukanana tunabambika, so inabaki wataendelea kutukanana for another 5 good years wakitukanana tu, no development, no nothing. Pesa zinaibiwa, lakini ni matusi ndio watoe akili yenu kwa the real issue. So guys, tukue watu ukweli. Let us start from today. If you listening to my voice, mkisikia mtu anatukanana, mwambie bana, we are not interested. We are interested kwa what you are going to do for us. That is the most important thing. The other things are not important. So thank you very much for staying tuned with us, and don't touch that dial. Bye for now.